tumekumbatia madigrii na mamasters nyumbani, tunasubiri ajira. Akati ajira ziko shambani. Kilimo kinalipa? Kilimo kinalipa. Miezi mingapi hiyo? Miezi 3. Yes. Umeingiza milioni ngapi? 3. Milioni 3. Umeweka shilingi ngapi? 600,000. Bwana, viwanja vya 88 Mbeya, nimekutana na mmoja ya watu na watazama sana TikTok. My brother. Unaitwa nani brother? Mimi naitwa Daniel Patis Mbilinyi, lakini TikTok natumia Daniel Alabi. Na mimi nimefurahi kukutana naye. Moja ya kijana mwenzangu ambaye anajihusisha moja kwa moja kwenye kilimo, lakini yeye amejikita katika mazao mawili. Namba moja ni kilimo cha njegere kwa kisasa zaidi. Kwa hiyo wakazi wangu wote ambao mnataka kujihusisha kwenye kilimo cha njegere, onana na huyu jamaa, yuko pale Kilolo Iringa. Bwana, kwanza unatokea wapi? Maana watu hawajui. Of course mimi natokea Njombe, halmashauri ya wilaya ya Wanging'ombe, kijiji kimoja wapo pale kata ya Kidugala, kijiji cha Masilu. Lakini project zozote zile tunafanya ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Sasa watu wanataka kujua wewe unafanya nini? Of course mimi ninafanya consultation za kilimo kuanzia viazi, mahindi, parachichi, makademia na maharage. Haya ndo mazao ambayo nimejihusisha nayo sana, lakini kwenye upande wa njegere kiongozi wangu huyu hapa ndo ananifundisha sana. Bwana, mimi nashukuru sana watu kutambua kazi ninayofanya hasa kwenye kilimo cha njegere. One among of my brother namfuatilia sana TikTok sana. Brother, mimi unanifundisha vitu vingi. Ndio. Of course sijawahi kukutafuta, sijawahi kufanya nini, lakini leo nilivyokuona tu nikasema hii sura naijua. Kwa hiyo mimi nizidi kusisitiza vijana kuendelea kujihusisha na fursa za kilimo, kwa sababu fursa za kilimo ziko nyingi. Angalia mwenzangu analima njegere kwa kiwango kizuri cha kimataifa, na mimi nimejikita kwenye parachichi na makademia. Unaona kila kijana hapa amechagua engo yake katika sekta ya kilimo, na kila sekta ya kilimo ina fursa zake. Kwa hiyo vijana tusibweteke. Okay, sorry. Nataka nikuulize swali moja ambalo vijana wengi wanajiuliza. Kilimo kinalipa? Kilimo kinalipa. Kikubwa tu watupate sisi vijana wenye taarifa sahihi za kilimo ambacho wanakitaka kufanya. Bwana, ukiona kilimo kimekupiga wewe, umeingia shambani bila taarifa sahihi. Acha ujuaji, kutana na watu ambao wamekutangulia, watu wanaokujua. My brother hapa yuko anafanya consultancy vizuri kabisa. Wafuate hawa watu. Usiingie kwa kukurupuka kwenye. Yani leo hii kilio kikubwa sana kwa vijana ni ajira. Wewe uko kwenye tasnia ya kilimo, unasemaje? Cha kwanza mimi niungane na mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka. Bwana, vijana ambacho tumekikosa. Salamu nyingi sana kwa Mheshimiwa Anthony Mtaka. Vijana wa Njombe wako proud sana na mkuu wa mkoa wa Njombe. Imagine, nakushukuru sana mheshimiwa. Tuendelee. Of course nimemtaja mheshimiwa. Kama mimi binafsi toka ameingia. Nimeona kwa vijana wengi hata kama wakilaumu kuhusu ajira, tunachokikosa kitu ni uaminifu. Yaani tunapolalamika ajira sisi vijana, unajua kuna wengine wamebahatika kupewa fedha na watu waweze kuzalisha vitu fulani, lakini wamekuwa wakipotelea wapi? Mitini. Kwa hiyo hiyo pia inachagizwa kwamba wale wawekezaji wasituamini vijana katika industry nzima ya kilimo. Kwa hiyo issue nzima ambayo ninazidi kusisitiza kwa vijana, waache kulaumu ila wajikite katika uaminifu. Wani wakipewa fedha, let's say nimepewa shilingi milioni, bwana nenda kalime mahindi eka 2, nenda kafanye kile kitu. Usiende ukalima eka 2 alafu kaweka 200,000, 800,000 mfuko wewe. Hicho ni kitu ambacho sisi. Kwa hiyo mimi nasisitiza sana kwa vijana ili tuepukane na changamoto ya ajira. Cha kwanza tuongeze uaminifu na kuwa wabunifu katika industry nzima. Tuna mfano kama mimi, unaona nawezekana sina mashamba makubwa lakini nafanya kilimo biashara. Nafanyaje? Na wewe kama wewe unanipa fedha, bwana mimi nataka kulima nini? Parachichi. Tunafanya kazi. Bwana mimi nataka kulima njegere. Naweka fedha kwa ajili ya kilimo cha njegere. Wewe ndio unakuwa consultation wangu kwenye kilimo cha nini? Cha njegere. Kwa hiyo issue nzima ni uaminifu. Vijana tumekosa na tumekumbatia madigrii na mamasters nyumbani, nasubiri ajira. Akati ajira ziko shambani na Tanzania tumejaliwa ardhi yenye rutuba na kila engo au kila mkoa ina mazao yake mama ambayo yanafanya vizuri katika soko la Tanzania na nje. Very true. Kwa hiyo vijana turudi tu kwenye kilimo, ardhi bado ipo ya kutosha, lakini na inahitaji ni uaminifu. Na tunarudi pale pale uaminifu, lakini pia kupata taarifa sahihi ya kitu ambacho nataka kukifanya. Hiyo ndio pointi, uaminifu na kupata taarifa. Hiyo ndio kitu chenyewe. Tunaweka tu mfano. Njegere, ndugu yangu, wewe unaweka shilingi ngapi kwa eka moja tu? Rafri. Njegere rafri
600,000. 600,000. Umeona? Yes. Baada ya siku 60, 600, siku 60 mpaka 75 kulingana na aina ya mbegu, unaweza kuingiza mpaka milioni 3. Sasa si unaona? Miezi mingapi hiyo? Miezi mitatu. Yes. Umeingiza milioni ngapi? 3. Milioni 3. Umeweka shilingi ngapi? 600,000. Umeona kitu kinavenda? Alafu utalamika kijana kweli, unabeti mkeka mmoja wa milioni 1, unakosa. Haya ukiweka huku, wewe unakuwa mjanja. Mimi niseme tu vijana, nasisitiza tuache kuwa wavivu wa kufikiri. Tunakimbilia dazo, tunaenda kujazana. Kuna eneo la kulima. Njoo Iringa, njoo Kilolo, njoo Njombe. Yote fursa zipo. Ni sehemu ya kwenda kutumia fedha tu. Sawa ndugu zangu vijana? Ni sehemu ya kwenda kutumia fedha tu. Thank you.